kuelezea mada ya mawasiliano. Naenda kutoa mada ya mawasiliano. Mawasiliano ni mazungumzo baina ya watu wawili au zaidi wakiwa wanazungumzia lengo maalum. Kuna aina nyingi za mawasiliano. Kuna mawasiliano kwa njia ya maandishi. Hiyo mawasiliano kwa njia ya maandishi mimi nataka kuomba kazi kwa kutumia mawasiliano ya maandishi katika nini? Katika barua. Mawasiliano kwa njia ya maandishi. Mawasiliano mengine ni mawasiliano kwa njia ya mdomo. Yaani mawasiliano kwa njia ya mdomo, kwa njia ya maneno, ni mawasiliano ambayo yanaonekana wazungumzaji wanaona ana kwa ana wakiwa wanazungumzia kuhusu lengo fulani au kuhusu mada fulani. Vingine pia kuna mawasiliano kwa njia ya kutumia ishara. Kuna mawasiliano kwa kutumia ishara. Ishara kuna mtu anawasiliana kwa kutumia ishara. Mimi nataka kuwasiliana mimi na Mungu au nataka kuwasiliana bila kufanya kuongea maneno ya sikio. Unaweza kutumia nini? Gestures. Kutumia nini ishara ambazo zinafanya nini? Wazungumzaji fanye kuelewana. Kwa mfano nataka kumwambia mwenzako tuondoke. Kitaka kumwambia tuondoke alafu nataka kuongea na tunafanyia inadhihirisha kuwa unamwambia tuondoke. Pamoja na kuwa hujaongea, lakini ni mojawapo ya mawasiliano unayofanya kwa kutumia nini? Vitendo. Unafanyaje kumwambia tuondoke? Bali na hayo tunatakiwa tujue umuhimu wa nini? Mawasiliano. Kwanza mawasiliano ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku kwa sababu mawasiliano yanatujengea uhusiano kati ya baina ya watu wawili au zaidi. Kujenga uhusiano. Nakuta ile mnafanya mawasiliano na kukuta mtu mawasiliano naye tukamsalimia. Maana ndio kumsalimia si mawasiliano yenyewe. Kuna kumsalimia sehemu ya nini ya mawasiliano ambayo unaweza kumsalimia ukajitambulisha naye anajitambulisha kisha anakwenda kupelekea pale kujenga uhusiano baina ya watu mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ambao wanatusaidia kuelewana. Ingine pia inajenga nini? Inakuletea kujengea nini? Ubunifu. Kwa mfano nataka kuja kuongelea kitu kuhusu kitu fulani, kuambia wenzako kwa mimi kuhusiana na nani yako, biashara yako, wewe unasaidia kufanyaje? Kushare na kufanyaje? Kuambia wengine biashara yako kutumia nini? Mawasiliano. Na pia mawasiliano inapunguza nini? Migogoro. Mawasiliano yanapunguza migogoro kwa sababu unakuta mimi nimekutana na rafiki yangu. Sasa unakuta atuongee na rafiki yangu. Unakuta kuna wenzetu watakuja kufanya kupatanisha, tunaongea wote, kwenda sio ile migogoro ambayo inapelekea sasa sio migogoro kati ya baina ya watu na watu. Kwa mawasiliano inafanya sana nini kwenye maisha yetu ya kila siku. Kuna vitu vya muhimu vya consider au za kufuata watu wafanya kwa mawasiliano. Vitu hivyo vya muhimu unatakiwa uziconsider ni hizi zifuatazo. Ni vitu vinne vikuu. Cha kwanza unatakiwa uzingatie mandhari, yaani uzingatie mahali unapofanya nini? Mawasiliano. Yaani mahali unapofanya mawasiliano kulingana na nini? Kulingana na mazungumzo yenu mnayoenda kufanya. Ndio tunafanya mazungumzo ya mapenzi. Hawezi kuniambia mazungumzo ya mapenzi kupitia na mandhari kwenda kuzungumza mbele ya nini? Mbele ya watoto. Kwa sababu utafanyaje? Utakuwa unavunja mahali. Kwa cha kufanya kulingana na mandhari, kuelezea point ya mandhari inatakiwa ufanyaje? Unatakiwa mimi kama ni sehemu ya mapenzi, utakuwa mbele ya watu, maana una consider nini? Mandhari. Kama ni sehemu unasema mambo ya elimu, unaweza kuongea sana kuongea popote. Lakini kama unataka mambo ya mapenzi, yani is not function to haina faida kwenye maisha yetu ya kila siku. Unashauriwa kuzingatia mandhari. Ingine kuangalia umri. Yaani umri unataka uzingatie mtu ambaye unaongea naye. Unataka unaongea na mtu mwenye miaka 20 au na miaka 12. Huwezi kuniambia mazungumzo ambayo unafanya kati
kati yako mtu wa miaka 20 na mtu wa miaka 12 itakuwa tofauti, kwa sababu kuna maneno utakuwa tufanye utayaongea. Kwa mfano kama unaongea na mtu mzima, huwezi kuongea maneno yenye bibi, maneno ambayo yatamkwaza au yatamshushia heshima ile mtu mzima. Hiyo ni pointi ya pili. Na tatu, pia nataka uzingatie tushasema umri na uhusiano baina ya wafanyakazi. Nyingine uzingatie